Msichana mrembo, akiwa amezongwa na majimaji ya mvua ya usiku, alifumbua macho yake kwa shida. Gari yake ya kifahari, iliyotumia pesa nyingi kuinunua, sasa ilikuwa limezama katika tope la msitu mnene, kama jeneza la chuma. Hakuna ishara ya barabara wala binadamu. Alipita siku 2 akiwa ndani ya gari, tumbo likimuma, nguvu zikimtoka. Alijikuta katikati ya pori la Rungwa, msitu uliofichwa na siri nyingi. Aliamua kutoka kutafuta msaada, akijua anajiweka hatarini. Hatua zake za kwanza zilimpeleka kwenye shimo la simba mkali, macho mekundu yakimtazama kwa njaa. Ni nani angemuokoa katika lindi hili la hatari? Ghafla, mshale uliruka kwa kasi ya umeme. Mzee wa Hadzade, akiwa amevaa mavazi ya asili, alisimama mbele yake kama malaika aliyetumwa kutoka mbinguni. Lakini je, ukombozi huu ulikuwa zawadi au mtego mwingine wa maisha? Utajiri aliokuwa ameiba kutoka kwa bilionea mumewe sasa haukuwa na thamani yoyote mbele ya uhai wake. Ilikuwaje? Ungana nami kwenye simulizi hii ya kusisimua. Lakini kabla hatujaianza simulizi hii, tafadhali sana nisaidia kubonyeza hiyo like button hapo, kisha bonyeza hiyo alama iliyoandikwa subscribe. Umeshabofya? Okay, sasa tuandike hapo chini unatizama simulizi hii ukiwa wapi, na ukitizama hadi mwisho tuambie sehemu gani imekugusa sana kwenye simulizi hii. Au ungependa ifanyike simulizi gani kwenye video inayofuata? Haya, tuanze simulizi yetu sasa. Maisha mjini Dar es Salaam yalikuwa yanazunguka kwenye fedha na umaarufu, na Neema alikuwa malkia wa mchezo huo. Alikuwa mrembo wa kupendeza, mwenye umbo la kuvutia, na kila alipopita shingo zilikunjika kumtazama. Lakini uzuri wake haukuwa pekee uliompa kiburi. Aliolewa na Bwana Said, bilionea mwenye viwanda na majumba jijini. Maisha yake yalikuwa kama ya malkia wa Sheba, magari ya kifahari, safari za kitalii kila kona ya dunia na starehe zisizo na kikomo. Lakini chini ya pazia hilo la anasa kulifichwa uvundo wa usaliti na tamaa isiyokwisha. Neema alikuwa na siri nzito. Ndani ya roho yake alitamani uhuru usio na mipaka, maisha bila masharti ya Bwana Said, ambaye licha ya utajiri wake alikuwa mtu mkali na msumbufu. Ndoto yake ilikuwa kuishi maisha yake mwenyewe, na aliamini njia pekee ya kufikia hili ilikuwa kumuibia Bwana Said kiasi kikubwa cha fedha na kutoweka kabisa. Akili yake ilichanua mawazo kama vile sumu katika bustani ya maua. Siku ilifika. Bwana Said alipokuwa safarini nje ya nchi, Neema alitekeleza mpango wake kwa umakini wa mwindaji. Alitumia ujuzi wake wa kuingia kwenye mifumo ya kifedha ya mumewe, ujuzi alioupata kwa miaka mingi akijifanya anasaidia kuendesha biashara, na akahamisha kiasi kikubwa cha pesa kwenye akaunti zake za siri. Hakulala usiku huo. Moyo ulimdunda kama ngoma ya vita. Asubuhi na mapema, kabla hata jua halijachomoza vizuri, aliingia kwenye gari lake jipya la kifahari, Land Cruiser V8 nyeusi, ambalo Bwana Said alikuwa amemnunulia wiki chache zilizopita. Huu ndio mwanzo wa maisha yangu mapya, alijisemea mwenyewe, huku akitabasamu kwa ushindi, macho yake yakimetameta kwenye mwanga hafifu wa taa za mitaani. Alikusudia kusafiri kuelekea nchi jirani, sehemu ambayo Bwana Said asingeweza kumfikia kwa urahisi. Alihisi upepo wa uhuru ukipuliza kupitia dirisha la gari lake, upepo uliokuwa na harufu ya pesa na matumaini mapya. Lakini asitendaye uovu hawi mbali na uovu, na Neema hakuujua usemi huo. Safari ilianza vizuri, barabara zikiwa tupu na muziki ukimburudisha. Alipita miji na vijiji vingi, akijiona kuwa mjanja wa dunia. Lakini kadri alivyozidi kuondoka mbali na jiji, ndivyo barabara zilivyobadilika. Kutoka lami nzuri, sasa ilikuwa changarawe, kisha ardhi ya vuvi, na hatimaye njia nyembamba isiyo na dalili za matengenezo. GPS yake, ambayo ilikuwa rafiki yake mkubwa mjini, sasa ilianza kupoteza mwelekeo, ikionyesha ramani tupu isiyo na majina ya barabara wala vijiji. Wapi sasa? Kwani mimi naenda wapi? Neema alijiuliza, akianza kuhisi wasiwasi ukimkaba koo. Akili yake ilisema arudi nyuma,
lakini moyo wake ulikuwa umepigwa ganzi na tamaa ya uhuru, ukiendelea kumsukuma mbele. Aliingia kwenye njia ndogo iliyofunikwa na miti mirefu na vichaka vizito. Huku na kule, miti mikubwa ilikuwa imekatika na kuanguka, ikionyesha kuwa njia hiyo haikutumiwa sana, labda haikutumiwa kabisa kwa muda mrefu. Ilikuwa ni kama msitu unamgomea kuingia, lakini Neema, kwa kiburi chake, aliendelea kusukuma gari lake. Alikuwa amechoka, usingizi ulikuwa unamnyemelea, na jua lilikuwa limezama, likiacha giza nene lililotanda kila mahali. Lo, hata wanyama na waona hawa, alinongonoa, macho yake yakishuhudia vivili vya wanyama vikivuka barabara. Tayari aliona kundi la nyati na swala, na mara chache hata hivi alijipita akimwangalia kwa umakini. Haikuwahi kukutana na mazingira kama haya maishani mwake. Ghafla, gurudumu la mbele liligonga kitu kizito na gari likaruka juu kidogo. Kisha kukawa na mlio mkubwa wa chuma kikikwaruzana na gari likashika breki ghafla. Moshi mweusi ulianza kutoka kwenye bonnet. Neema alishikwa na hofu. Alijaribu kuwasha gari tena na tena, lakini injini ilikataa. Ilikuwa imekifa kabisa. Alishuka kwenye gari akitumia tochi ya simu yake kuangalia. Gurudumu la mbele lilikuwa limepasuka vibaya, na chini ya gari aliona shono kubwa kwenye chasii, kama vile gari lilikuwa limegonga jiwe kubwa au gogo lilofichwa kwenye nyasi ndefu. Mshono isafari, alijisemea, sauti yake ikitetemeka kwa hofu. Alipiga simu, lakini hakuna mtandao. Simu yake ilionyesha no service. Alitembea huku na kule, akijaribu kutafuta mawasiliano, lakini bure. Msitu ulimzunguka kila upande, ukiwa umetoa sauti za viumbe vya usiku. Kila upepo uliopiza matawi uliona kama sauti ya hatua za mtu au mnyama. Roho yake ilimcheza na hofu ilianza kumkumbata. Baada ya kujaribu kwa muda mrefu bila mafanikio, alirudi kwenye gari, akijihisi mpweke na tenganwa na dunia. Pesa alizoiba sasa zilionekana kama mzigo. Hazikuwa na maana yoyote katikati ya poli hili. Hazingeweza kumnunulia chakula wala kumpatia ulinzi. Siku hiyo alilala ndani ya gari, akishindwa kupata usingizi, masikio yake yakisikiliza kila sauti ya msitu, akitambua kuwa alikuwa ameingia kwenye mtego wake mwenyewe. Usiku wa kwanza msituni ulikuwa mrefu kama miaka. Neema hakuwahi kujua kuwa kuna giza zito kiasi hicho, giza lisilopenyeka hata na mwanga hafifu wa mwezi. Sauti za wanyama wa usiku ambazo awali alikuwa akizisikia kwenye TV sasa zilimfanya awe na wasiwasi kupita kiasi. Milio ya simba, kelele za fisi na sauti za ndege wasiojulikana zilimfanya ajihisi kama kipanya kilichonasa kwenye mtego kikisubiri paka amale. Alishtuka mara kadhaa akiona vivuli vikiruka nje ya gari, hofu ikimkumbatia kwa nguvu zote. Asubuhi ilipochomoza, Neema alijihisi dhaifu kupita kiasi. Siku 2 bila chakula zilimfanya awe na kizunguzungu na tumbo lake lilimsumbua. Alijaribu kula biskuti chache alizokuwa nazo kwenye begi lake, lakini ziliisha haraka sana. Akiba ya maji pia ilikuwa imepungua na alijua hawezi kuendelea hivi. Kuishi ndani ya gari iliyoharibika kulimfanya ajihisi kama mfungwa. Siwezi kuendelea hivi, alijisemea, sauti yake ikiwa dhaifu na kutosikika vizuri. Lazima nitafute chakula au msaada. Alishuka kwenye gari akihisi miguu yake ikitetemeka. Jua la asubuhi lilikuwa limeanza kupasha joto na harufu ya ardhi yenye unyevu na mimea ya porini ilijaza mapafu yake. Aliangalia pande zote akitumaini kuona dalili yoyote ya maisha ya binadamu, lakini aliona miti tu, miti mirefu na minene iliyoficha kila kitu. Msitu ulimzunguka kama ukuta wa kijani kibichi. Alianza kutembea polepole akitumia nguvu zake zote. Kila hatua ilikuwa chungu. Macho yake yalikuwa yakitafuta tunda lolote, mizizi yoyote au hata mto mdogo wa maji safi. Kama nilivyosikia vijijini, miti mingine huwa na matunda yanayoliwa, alijisemea, akitumaini kupata kitu. Kadiri alivyozidi kuingia msituni,
ndivyo miti ilivyozidi kuwa mingi na mirefu. Aliona nyayo za wanyama mbalimbali ardhini, jambo lililoongeza hofu yake. Nyayo za tembo, nyati na hata paka makubwa. Msitu ulimpa hisia ya kutokuwa salama, kama vile kila kona ilificha hatari. Ghafla, aliposikia mlio wa majani yakitikisika kwa nguvu karibu naye, Neema alisimama ghafla. Moyo ulimdunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Alishika pumzi yake, akitazama mbele kwa oga. Kifua chake kilipanda na kushuka kwa kasi. Mlio huo ulikuwa wa karibu sana. Kisha akasikia mgurumo mzito uliofanya ardhi itetemeke. Ni mgurumo wa simba. Macho mekundu mawili yakimetameta kwenye ungungu wa asubuhi yalimtazama kwa ukali kutoka kwenye kichaka kizito. Hakuwa na shaka tena. Ni simba. Simba mkubwa, dume, mwenye manyoya ya kahawa na macho yaliyojaa njaa. Mdomo wake ulikuwa wazi kidogo, ukionyesha meno yake makali, na mkia wake ulikuwa ukipiga chini, ishara ya maandalizi ya kushambulia. Neema alishikwa na butwaa. Hakuweza kusonga, hakuweza hata kupiga kelele. Mwili wake wote uliganda kama jiwe. Hofu ilimvaa kama vazi zito, ikimnyonga pumzi. Alihisi maisha yake yakimpitia mbele ya macho yake, na saa za Dar es Salaam, utajiri wa Bwana Said na safari yake ya kutoroka iliyoishia hapa. Alijuta kila kitu. Alitamani arudi nyuma, arudi kwenye maisha yake ya zamani, hata kama yalikuwa na Bwana Said msumbufu. Simba alichukua hatua polepole, akimzunguka Neema, akionyesha mamlaka yake. Kila hatua ya simba ilifanya moyo wa Neema udungwe kama sindano. Alijua huu ni mwisho wake, hakuna namna angeweza kuiokoa nafsi yake. Machozi yalianza kumtoka, yakichanganyika na jasho lake lililokuwa likimtoka usoni. Alijaribu kusema, naomba msaada, lakini sauti yake ilikuwa ya kunongona, na simba hakumjali. Simba alikaribia, akiwa tayari kuruka. Neema alifunga macho yake, akisubiri maumivu makali, akisubiri kifo. Ghafla, mlio mkali wa fsh ulisikika, ukipita masikioni mwake kwa kasi ya ajabu. Jambo zito likamgonga bega la simba. Simba alinguruma kwa maumivu, akijaribu kulikwepa jambo hilo. Kisha akasikia kelele kali za simba akiguguruma na kukimbia kwa kasi kuelekea ndani ya vichaka, ukiwa na milio ya hasira na maumivu. Neema alifumbua macho yake pole, akiwa ameshikwa na mshangao. Simba alikuwa ametoweka. Alishangaa, ni nini kilitokea? Mbele yake, akiwa amesimama kwa ujasiri, alikuwa amejitokeza mzee mmoja. Alikuwa amevaa mavazi ya asili yaliyotengenezwa na ngozi za wanyama, kichwani akiwa anavaa kitambaa chekundu na shingoni akiwa na shanga nyingi zenye rangi mbalimbali. Mikononi mwake alishika upende mkubwa na mshale mrefu ambao ncha yake ilikuwa imechongwa vizuri. Mzee huyo alikuwa mrefu, mweusi na misuli iliyoonyesha nguvu licha ya umri wake. Macho yake yalikuwa mekundu, yakimtazama Neema kwa umakini wa hali ya juu. Nyao zake zilikuwa nyepesi na sura yake ilikuwa imechongwa na jua na upepo wa porini. Huyu ndiye mzee wa Hadzabe. Alikuwa kama malaika aliyetumwa kutoka mbinguni, akimtokea Neema katika wakati wake wa mwisho. Neema hakuamini macho yake. Alikuwa amesikia kuhusu Hadzabe, lakini hakuwahi kufikiri kwamba angekutana nao, na zaidi ya yote kwamba mmoja wao angemuokoa kutoka kifo cha uhakika. Mzee huyo hakusema neno, alimtazama Neema kwa muda, kisha akainua mkono wake akimwonyesha ishara ya kumfuata. Neema alihisi miguu yake imeachiwa ganzi, lakini alijua hana jinsi. Alimuokoa, lazima amfuate. Neema alishindwa kusema neno. Mzee wa Hadzabe aligeuka polepole na kuanza kutembea, akimwonyesha Neema amfuate. Miguu ya Neema ilitetemeka, ikihisi kama imepigwa ganzi, lakini hakuwa na chaguo. Alimfuata mzee huyo, akiamini kuwa angalau kwa sasa alikuwa salama mikononi mwake. Walitembea kwa muda mrefu kupitia vichaka vizito na miti mirefu, Neema akijaribu kuendana na kasi ya mzee, ambaye alionekana kutochoka. Jua lilikuwa limepanda juu, likiashiria mchana kutwa. Walifika kwenye makazi ya Hadzabe.
Haikuwa kama Neema alivyotarajia. Badala ya nyumba za kifahari au majumba ya ghorofa, kulikuwa na vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa matawi na nyasi, vikizunguka moto unaowaka katikati. Watu wachache wakiwa wamevaa mavazi kama ya mzee huyo, walikuwa wamekaa karibu na moto, wakila matunda na mizizi. Watoto walikuwa wakicheza kwa furaha, wakikimbizana uwanjani, huku wakicheka kwa sauti ya juu. Hawa walikuwa watu halisi, wakiishi kwa uhuru na amani isiyo na mlingano. Mzee huyo, jina lake likiwa Nyakio, alimkaribisha Neema kwa ishara, akimwonyesha apate nafasi karibu na moto. Mwanamke mmoja mzee alimletea Neema maji baridi na mizizi michache ya porini. Neema alikunywa maji kwa pupa, akihisi uhai ukimrudia. Mizizi ilikuwa mitamu na alihisi nguvu zikimwingia. Nyakio alikaa mbele yake, akimtazama kwa umakini. Ingawa hawakuzungumza lugha moja, macho ya Nyakio yalionyesha huruma na uelewa. Usiku ulipoingia, Neema alishiriki chakula na jamii ya Hadzabe. Walikula nyama ya mnyama waliyewinda pamoja na matunda na asali. Neema alishangaa jinsi maisha yalivyokuwa rahisi na yenye amani hapa. Hakuna mawazo ya pesa, hakuna wizi, hakuna usaliti. Kila kitu kilikuwa asili, safi na cha kweli. Baada ya chakula, Nyakio alimiita Neema pembeni. Kwa kutumia ishara na maneno machache ya Kiswahili aliyokuwa amejifunza kutoka kwa wageni waliopita, Nyakio alimweleza Neema utamaduni wao. Alimwambia kwamba kwa mila zao, ukimwokoa mwanamke msituni, basi mwanamke huyu anakuwa mke wako. Neema alishtuka. Alishindwa kuamini masikio yake. Kuolewa na mzee wa Hadzabe aliyekimbia ndoa ya bilionea? Hapana, siwezi, Neema alijaribu kukataa. Lakini Nyakio alionyesha sura ya utulivu, akimweleza kuwa hicho ndicho kilichofaa kutokea. Neema hakuwa na jinsi. Alitambua kuwa hakuwa na uwezo wa kukataa. Alikuwa ameingia mtego mwingine. Siku zilianza kupita. Neema alijifunza kuishi maisha ya Hadzabe. Alijifunza kutafuta matunda na mizizi, kujua mimea ya dawa na hata kuwinda wanyama wadogo. Alivaa mavazi kama ya wao, akitupilia mbali nguo zake za kisasa zilizokuwa zimechanika. Pesa alizoiba ambazo zilikuwa zimefichwa kwenye begi lake ndani ya gari lililoharibika, sasa hazikuwa na thamani yoyote. Katika msitu huu, pesa hazikununua chochote. Chakula kilipatikana kwa uwinda, maji kwa kutafuta mito, na makazi kwa kujenga vibanda. Maisha yake ya zamani yalikuwa yamekwisha kabisa. Mume wake bilionea, Bwana Said, alikuwa ameshajua kuwa ameibiwa na alikuwa akimtafuta kwa kila namna. Lakini Neema, katikati ya msitu mnene wa Rungwa, akiishi na jamii ya Hadzabe, alikuwa amepotea kabisa kwenye ramani ya dunia ya kisasa. Mwanzoni alihisi huzuni na hasira. Alitaka kutoroka, kurudi mjini, kurudi kwenye anasa. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo alivyozidi kugundua utulivu na amani katika maisha haya mapya. Hakuna mawazo ya pesa, hakuna wizi, hakuna usaliti. Kila kitu kilikuwa asili, safi na cha kweli. Baada ya kukaa siku zilizofanya, Neema alikaa chini ya mti mkubwa akitafakari. Alikumbuka maisha yake ya zamani ambapo alikuwa akitamani pesa zaidi na zaidi. Aliamini kuwa pesa ndiyo ilikuwa furaha. Lakini sasa, akiwa hana hata senti moja, akiishi msituni na jamii isiyo na fedha, alijisikia uhuru zaidi kuliko wakati wowote. Alihisi furaha ya kweli, furaha iliyotokana na maisha rahisi na uhusiano wa kweli na watu na asili. Nyakio, ambaye sasa alikuwa mke wake kwa mila za Hadzabe, alimjia. Alikaa kando yake, akamshika mkono kwa upole. Walikaa kimya kwa muda mrefu, wakitazama jua likizama, likichora rangi za ajabu angani. Pesa si maisha, Nyakio alinong'ona kwa sauti yake nzito, akitumia maneno machache ya Kiswahili.
Maisha ni uhuru, ni upendo, ni familia, ni asili. Neema alimtazama Nyakio, machozi yakimtoka. Alijua kwamba Nyakio alimfundisha somo kubwa zaidi kuliko bilionea Bwana Said angeweza kumpa. Alijifunza kwamba mali bila maisha si kitu. Pesa alizoziba hazikuweza kumnunua furaha, bali zilimletea matatizo na kumfanya ajikute katika hali hii. Sasa alikuwa amepoteza kila kitu cha kimalifi, lakini alikuwa amepata kitu cha thamani zaidi: uhuru wa roho na amani ya moyo. Aliangalia anga, akisema kimya kimya, nisamehe Bwana Said, nimejifunza somo langu. Pesa kweli si kila kitu. Maisha ya Neema yaliendelea msituni. Hakuwa tena msichana wa mjini anayependa kusafiri na anasa. Alikuwa mwanamke mpya, mke wa Nyakio, mwanajumuiya wa Hadzabe. Alijifunza kuthamini kila pumzi, kila mlo na kila tabasamu kutoka kwa watoto wa Hadzabe. Pesa alizoiba zilibaki ndani ya gari lililooa msituni, zikifunikwa na majani na vumbi, zikiwa hazina thamani kabisa. Funzo la simulizi: usiibe mali ya mtu, na kamwe usiamini kuwa fedha ndiyo ufunguo wa furaha. Maisha yana thamani zaidi ya dhahabu na fedha, na amani ya roho inatokana na uhuru na ukweli, si utajiri wa mali.